Mnamo mwaka 1947 kulitokea ugunduzi ambao ulifumba vinywa vya wapinzani wa Biblia duniani kote. Hii ni habari ya kusisimua sana ambayo Wakristo wote wanapaswa kuifahamu. Hata hivyo, ni fahari kubwa ya kwamba ugunduzi huu ulitokea katika nyakati zetu. Nitakuchukua, tutaenda moja kwa moja mpaka kwenye mapango ya Qumran ambayo yako pembeni mwa bahari ya chumvi pale Israeli. Lakini kabla sijakupeleka, ninataka nikupe habari moja. Unaona hiyo namba ya simu hapo chini kwenye screen yako? Hiyo ni namba ambayo hupaswi kuacha kuipiga ili ushiriki kwenye kozi ambazo tunazitoa. Tumekuandalia kozi 15 muhimu kabisa ambazo huwa zinafundishwa kwenye vyuo mbalimbali vya Biblia duniani, na hizi ni kozi ambazo zitakuwezesha wewe ukue kiroho, ukomae kiroho, utembee na Mungu kwa viwango vingine, uifahamu Biblia vizuri, namna ya kuitafsiri kwa usahihi na kuitumia kwa halali. Na kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kwa maana ya kwamba unahubiri ama wewe ni mchungaji, kwa namna yote ile mradi wewe ni mtumishi wa Mungu, unapaswa kuzifahamu kozi hizi ambazo zitakujengea msingi mzuri wa maandalizi katika kukufanya wewe na utumishi wako muwe na ufanisi. Okay, karibu sana. Utapiga hiyo namba, tutakupa maelezo ya jinsi ambavyo tunakufundisha ukiwa hapo hapo ulipo bila kuingilia ratiba zako. Kupitia simu yako tutakufikia, na tunahakikisha ndani ya miezi 6 pekee unakuwa umemaliza kozi zote 15 kwa shilingi 30,000 tu kwa kila mwezi. Gharama ndogo kabisa. Tunakuwa tumekusaidia kutunza muda wako, maana wengi wanatamani kwenda vyuo lakini hawana nafasi, hawawezi kuacha kazi, huduma, familia. Lakini pia wengine wana nafasi na muda, kila kitu, lakini hawana fedha za kwenda vyuo vya Biblia. Sasa sisi kwa gharama ndogo kabisa ambayo huwezi kuishindwa, tunakuhudumia hapo hapo ulipo. Okay, karibu sana. Tukao tunaongelea habari ya kitu kinaitwa masombororo ama magombo ya bahari ya chumvi yaliyogunduliwa pale kwenye mapango ya Qumran pembeni mwa bahari ya chumvi nchini Israeli. Yes, yanaitwa Dead Sea Scrolls. Huu ni uvumbuzi muhimu sana unaotoa ushahidi wa kiarkeolojia, archaeological evidence, na hivyo unaipa Biblia kuaminika, reliability, hadi mbele ya wataalamu pasipo shaka yoyote. Hata hivyo ni wataalamu wenyewe walifanya hiyo archaeology, na hivyo wenyewe wamepata kabisa kuondoa shaka kuhusiana na reliability ya Biblia. Kwanza ni kueleze maana ya masombororo ama magombo, ama tunaita hati mkono ama hati fundo. Ni nini maana yake? Ni zile hati mkono tunazita manuscripts, yani nakala za Biblia zilizoandikwa kwa mkono miaka ya kale kabisa, kabla ya ujio wa mashine za kuandika ama kutoa kopi na vitu kama hivyo. Sifa kuu ya nakala hizi, lazima ziwe ziliandikwa karibia kabisa na muda ule ambao waandishi wa kwanza waliandika vitabu vyao. Mfano, isiwe ni nakala ya mkono ambayo sawa ni ya mkono, lakini ikawa iliandikwa miaka 1000 baada ya yale maandishi ya asili, yani zile autographs. Ugunduzi huu ulitokea kwa bahati sana na una hadithi ya kusisimua. Hebu nikueleze. Ilikuwa hivi: mwaka 1947 mchungaji mdogo wa Bedui, tena kijana wa Kiislamu ambaye alikuwa anaitwa Muhammad Eid Dhib, alikuwa akichunga mbuzi na kondoo wake karibu na mapango yaliyo kwenye mwamba mgumu kaskazini magharibi mwa bahari ya chumvi, karibu na magofu ya kale yanayoitwa Qumran. Sasa alipokuwa akitafuta mbuzi mmoja aliyepotea, alitupa jiwe kwenye pango ili kujua kama kuna mnyama ndani. Alipokuwa akitupa yale mawe, alisikia sauti ya kitu kikiwa kinavunjika. Aliamua kuingia ndani, na alipoingia alishangaa sana kuona viungu kadhaa vikubwa vya udongo ambavyo vilikuwa vimehifadhiwa kwa uangalifu mkubwa. Alivunja chungu kimoja na kukuta vitabu vilivyokuwa vimefungwa kwa kitani. Hata hivyo hakuvipa umuhimu sana, na baadaye alivipeleka kwenye soko la Bethlehemu ambapo aliviuza kwa mfanyabiashara ambaye huwa ananunua vitu vya kale. Aisee, wafugaji hapa inabidi tufanye kikao cha dharura. Huyu Mudi, baada ya vitabu hivyo kuuzwa, baadhi vilifika mikononi mwa Profesa Eleazar Sukenik wa chuo kikuu cha Kiebrania huko Jerusalem, na vingine vilifika kwa askofu mkuu anaitwa Yeshua Samuel wa kanisa la Syria. Okay, hakika Mungu sasa hapa alikuwa anahakikisha vinafika kwa watu watakaojua thamani ya magombo hayo.
Wote wawili waligundua umuhimu mkubwa wa maandiko hayo. Sukenik alitambua kwamba vitabu hivyo vilikuwa vya zamani sana, labda kutoka wakati wa Yesu au pengine kabla ya wakati wa Yesu. Vitabu vingine ilibidi visafirishwe kwenda Marekani, ambapo askofu mkuu Samuel alijaribu kuviuza. Askofu naye kama alitaka kuzingua tena. Baadaye vyote vilirudishwa Israeli na kuwa chini ya mamlaka ya serikali ya Israel. Hapa mipango ya kwenda kutafuta masombororo ama magombo mengine ilipangwa. Hii hapa ni baada ya Israeli kugundua kwamba hiki hapa kilikuwa ni nini. So ugunduzi wa awali ulisababisha msako mkubwa wa kiarkeolojia katika eneo hilo, ambao ulikuwa ni msako mkubwa sio wale wana kesho. Msako uliendelea kwa miaka 10 baadaye, yani kati ya mwaka 1947 hadi 1956. Wana arkeolojia walichunguza mapango mengine 10 karibu na pango la kwanza, lile namba 1 ambako yule kijana aligundua yale masombororo ya kwanza. Waligundua jumla ya mapango 11 yenye vitabu vya kale. Matokeo ya msako huu yaliwapa wataalamu masombororo mengine ama magombo mengine zaidi ya 900 yaliyoandikwa kwa lugha za Kiebrania, Kiaramu na Kigiriki. Magombo hayo yalikuwa yana nakala za vitabu vyote vya Agano la Kale isipokuwa tu kitabu cha Esta, pamoja na maandishi mengine mengi ya jamii ya Kiyahudi ya wakati wa kale. Sasa unaweza ukajiuliza ugunduzi huu una umuhimu gani? Ugunduzi huu wa masombororo ya bahari ya chumvi ulikuwa na umuhimu mkubwa sana, kwa sababu ulithibitisha kwamba maandiko ya Agano la Kale yalikuwa yamehifadhiwa kwa usahihi mkubwa sana, tena kwa maelfu ya miaka. Mpaka sasa masombororo ya Qumran ndio yanayoshikilia rekodi ya kuwa nakala kongwe zaidi yanayotoka kwenye Agano la Kale kuwahi kugunduliwa, alright? Na hivyo kutoa ufahamu mpya kuhusu dini ya Kiyahudi na mazingira ya kiimani ya wakati wa Yesu Kristo. Lakini najua unajiuliza swali kwamba ni nani alificha Dead Sea Scrolls, alificha magombo hayo hapo katika mapango ya Qumran? Masombororo haya ya bahari ya chumvi yalihifadhiwa na jamii ya Wayahudi iliyoitwa Waeseni ama Essenes kwa Kiingereza. Kama utakumbuka, wakati Yesu alipokuwa amezaliwa, alikuta tayari dini ya Kiyahudi yani Judaism imeshavunjika na kutengeneza madhehebu matatu. Madhehebu hayo unayajua baadhi: Masadukayo umewasikia, Mafarisayo umewasikia, Waeseni hukuwasikia kwa sababu hawajatajwa mahali kwenye Biblia, kwa sababu walikuwa wakiishi porini. Kama wangekuwa wameishi mjini na watu wengine, pengine kuna mahali ambapo wangeweza wakakutana na Yesu na pengine kasababisha wao kutajwa kwenye Biblia. Kwa hiyo dini ya Uyahudi, Judaism, ilikuwa imeshavunjika na kutengeneza madhehebu matatu ambayo ni Masadukayo, Mafarisayo na Waeseni. Kama tukitaja dhehebu la Wazelote, basi Yesu alikuta madhehebu 4 ndani ya dini ya Kiyahudi. Sasa basi tafiti nyingi zinakubali kwamba ni Waeseni ndio walihifadhi haya masombororo mahali hapa. Waeseni walikuwa ni akina nani kwani? Waeseni walikuwa ni kikundi cha Wayahudi watawa ambao waliishi karne ya 2 kabla ya Kristo, wakaendelea kuishi hadi karne ya 1 baada ya Kristo. Walitofautiana na vikundi vingine ama madhehebu mengine ya Kiyahudi wakati huo kama Mafarisayo na Masadukayo. Walikuwa wamejitenga na jamii, hasa kutoka Yerusalemu na hekalu lake ambalo waliliona limechafuliwa na utawala wa makuhani. Waliamini kuwa Mungu angeleta hukumu dhidi ya utawala mbaya wa Yerusalemu. Waeseni walijitolea katika kuishi maisha ya utakatifu, ndio maana walijitenga, wakaona kwamba wakiishi porini hawatanajisika. Wakawa wakisali na kufanya tafiti za kina za maandiko matakatifu. Walihisi kwamba wao ndio wana wa nuru walioandaliwa kwa vita ya mwisho dhidi ya wana wa giza. Walikaa katika makazi ya jangwani huko Qumran karibu na bahari ya chumvi. Makao haya ya hawa Waeseni yalikuwa na mabwawa ya kuoga kwa ajili ya utakaso, lakini pia vyumba vya kulia na vyumba vinavyoitwa scriptory. Hivi ni vyumba maalum ambavyo wale waandishi wa Biblia wakati huo walikuwa wakivitumia kunakili maandiko. Sasa kwa wale ambao wapo kwenye madarasa, magrupu yetu ya WhatsApp, tunawatumia picha nyingi zinazoonesha vyumba hivi na maeneo yote ya mapango haya ya Qumran.
Sababu za kuhifadhi magombo haya, inaaminika kwamba Waeseni walihifadhi magombo haya kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kwa sababu ya uhifadhi wa maandiko matakatifu. Walikuwa na heshima kubwa sana kwa Torati na maandiko mengine. Walinakili nakala nyingi kwa ajili ya masomo na ibada zao. Walipoona kwamba hatari inakaribia, hasa kutokana na ule uvamizi wa Warumi kipindi kile kabla ya mwaka 70 AD, Warumi walipoharibu kabisa jiji la Yerusalem, walihisi kwamba ni jukumu lao kuhifadhi maandiko haya muhimu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Waeseni waliishia wapi ndo swali la kujiuliza. Mwishoni mwa karne ya kwanza BK, uvamizi wa Kirumi ulikaribia Qumran. Inadhaniwa ya kwamba Waeseni walificha maandiko yao katika mapango yaliyo karibu na makazi yao, wakitarajia kwamba pengine wangerejea baadaye. Hata hivyo, jeshi la Kirumi liliangamiza kabisa makazi hayo karibu na mwaka 68 baada ya Kristo, na wengi wa wakazi walikufa na wengine kutawanyika. Hii ndio sababu magombo hayo yalibaki hapo yakiwa yamefichwa kwa karibu miaka 2000. Kwa kifupi, masombororo haya ya bahari ya chumvi yalifichwa na Waeseni, jamii ya Wayahudi watawa ambao waliishi katika makazi ya Qumran. Walificha magombo hayo katika mapango yaliyo karibu wakati wa uvamizi wa Kirumi, wakijaribu kulinda maandiko yao matakatifu kutokana na uharibifu. Tukumbuke sasa na tusisahau kamwe kwamba masombororo haya ya bahari ya chumvi yote yaliandikwa kwa mkono. Haya ni ushahidi mzuri mno wa biblical manuscripts. Yaliandikwa muda mrefu kabla ya uvumbuzi wa mashine kuchapishwa, mashine uchapishaji ya Johannes ya Gutenberg ya karne ya 15. Maandiko hayo yalinakiliwa kwa umakini mkubwa na wanukuzi ambao walikuwa jamii ya Waeseni walioishi katika makazi hayo ya Qumran. Hili ni jambo muhimu sana, kwani mchakato huu wa kunakili kwa mkono ndio uliowawezesha wanazuoni kuthibitisha usahihi wa ajabu kabisa wa maandishi ya Agano la Kale baada ya karne nyingi za uhifadhi. Ugunduzi wa maandiko haya ulitoa fursa adimu ya wataalamu kulinganisha nakala za zamani, inaitwa textual criticism, na matoleo ya Biblia ambazo tunazo leo. Matokeo yake sasa, baada ya kufanya uchunguzi ule ambao unaitwa textual criticism, matokeo yake yalikuwa ni chanya mno, na hivyo kutengeneza ushahidi mkubwa wa kutegemeka kwa maandishi ya Biblia. Makosa madogo yaliyoonekana yalikuwa ni madogo mno kiasi cha kutogusa mambo ya msingi ya imani na kihistoria, kwa sababu makosa hayo yalikuwa ni ya tahajia, spellings, katika maeneo machache mno.